Tunatoa ushuhuda, sisi wote tulikuwa conference. Nataka kuweka sasa Mombasani pale Bwana asifiwe. Wimbo ndio hiyo. Wanawake wa nashukuru Mungu sana. Nimesema hapo jana niwageni wako wewe. Ningeomba wale tulikuwa mwenye kwa jambo kile ulipata na mama ukuje unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kuna kitu nilipata huko na ni kweli kila mmoja huwa anafanya vile na nikiwa mmoja. Wakati mwingi tunapatwa na jambo na wakati mwingi tunaambia mtumishi wa Mungu asimame na sisi. Tukagundua mtumishi alianza kusimama na sisi tukiwa tunataka ndoa. Mtu wa Mungu, nataka kuolewa, simama na mimi. Akipata mimba, naomba mtoto, akikosa mimba, simama na mimi. Akianza kupeleka standard 1, mtumishi wa Mungu, simama na mimi. Akianza kupeleka primary, simama na mimi. Simama na mimi secondary, university, kila pahali. Mtumishi wa Mungu hajawahi kaa. Anataka kusimama na wewe. Na wewe unataka kusimama na yeye. Tukaambiwa hii maisha ni kuombeana. Juu hata yeye anaomba mwingine asimame na yeye. Na tukaambiwa tena jiposa uende pahali ama upande ngazi, kuna mtu atakutaja mahali. Tukaambiwa Yusufu aliombea watu waliokuwa wamefungwa na wao. Na akawaambia mkifika kwa mfalme msinisahau kunitaje huko. Wakaenda wengine wakamsahau, lakini siku moja mtu akamtaja. Na katika ile ya kutajwa akatoka katika ile gereza na akawa wakutafsiri ndoto ya mfalme. Kitu kingine nilijua huko ni ya kwamba hiyo maneno ya Mungu. Kuna kitu sijawahi fikiria
na sijawahi ona kama ni kitu, lakini nilifunguka macho kiasi. Ati kuku wakati amelalia mayai alianza na mwanadamu. Mwanadamu wakati analeta uhai duniani huwa analia, Yesu alilia. Huwa anatoa jasho, Yesu alitoa jasho. Huwa anashout, Yesu alishauti msalabani. Hiyo nikaelewa. Hiyo ni system ya Mungu. Lakini tukaambiwa kuna mwingine shout wakati analeta uhai, ananyamaza, anatega yai. Akitaka yai, anaangalia, anaanza kuuliza, na nimeleta nini duniani? Huyu hana macho, anaye kama mimi, hatembei, hata anioni kama mimi mamake, hata hana miguu. Huyo ni yai. Sasa kuku huwa anateta wakati ameleta yai, lakini mwanadamu huwa analia wakati analeta. Kwa hiyo nikajua kuna difference mbili, lakini kuna ile hali tena ya kuvumilia. Tukaambiwa naye wakati wakigundua ati ameleta mtu afanani na yeye, anaanza mkondo mwingine. Kama vile tunaombaga Mungu, unasema Mungu, nataka unifanyie hii, nataka unifanyie hii, na saa ingine hata unatoa sadaka. Unaona leo itatendeka, kesho itatendeka, kesho kutwa itatendeka. Unapoeka, unaanza kutoka, unaona Mungu amechelewa, hata akujali. Lakini tukaambiwa kuna huyo mnyama kuku, anaona siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, mpaka siku 21 ndio analeta kiumbe duniani kinafanana na yeye. Na wewe unalala siku ya kwanza, ukifika siku ya 10 umeamuka, unaanza ya dunia. Unasema Mungu akuji haraka, hata hii kanisa nimeacha, hata hii maombi sitaomba tena, hata huyu Mungu ajibu. Tukaambiwa kuna ile hali ya kuvumilia. Na katika hiyo hali ya kuvumilia tutaweza kuenda mbali, kwa sababu Mungu atakuja kwa wakati wake. Hatakuja siku 20, hatakuja 19, hatakuja siku ya 21. Tukaonyeshwa kuna kuvumilia katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo sitamalizia mama, najua wako na maneno na wao wamalizie, ili tuliambiwa mengi. Mungu akimu. Praise God. Hii yetu ilikuwa ya Isaiah chapter 60, arise and shine. Hauta arise kama umekaa. Ni lazima uinuke, uangaze. Utainuka na uangaze aje? Sababu ya bidii yako. Wewe mama, wewe baba, zilikuwa lesson zote. Wewe baba, wewe mama, kuna wakati wa kuzaa. Mimi nimesema nitasema hiyo mimi na kuaga na watoto sana. Na mama akaletwa pale, alikuwa na mimba kubwa. Na wakakumbuka last time tukiwa conference, kuna mama alipata labor pain akiwa kwa conference, na mtoto akapatiwa jina Wisdom. So yule mama akiwa na mimba pale, umebeba kitu, ni kitu iko ndani yako. Hana alienda akaongea na Mungu, na tunajua mtaza wa Hana ni Mungu alikuwa ameweka mpaka wakati uwadie wenye anataka Samueli aingie na Daudi aingie. Hii ilikuwa ni matayarisho ya Daudi. Samueli alikuwa ni matayarisho ya Daudi. Ati alikuwa naenda ananena na Mungu. Rebeka alikuwa naenda ananena na Mungu wakati alikuwa na mimba ya Esau and Jacob. Sisi wa mama, wewe baba, mama amebeba mimba. Do you take time to play? Sababu ni kitu iko ndani yako, na hiyo kitu kitatoka. Unataka akue nani? Hana alitabiri akasema, Mungu, ukinipatia mtoto nitampeleka kwa nyumba yako. Nitakuwa nikileta chakula na nitakuwa nikileta mavazi yako. Kwa hivyo Hana alijua kuna kitu ya thamani amebeba ndani yake. Sisi tunabeba. Tunaongeleshaga watoto wetu. Tangia akiwa wapi? Kwa tumbo. Do we pray for them? Unaambia Mungu, ungetaka mtoto akue nani? Hakuna mtu anataka kuzaa mwizi. Hakuna mtu anataka kuzaa mchawi. Hakuna mtu anataka kuzaa anything bad. Do we pray? Tunaombeanga hawa watu wako ndani ya tumbo yetu. Alafu tukaambiwa, na kama mama anaoga, si Bwana anajua hivi ako na mimba. Si hata unafaa kuwekelea nini? Mkono na uombee huyo mtoto na usikize. Umwambie sikia. Na uko na masikio. Kama mchanga inasikia. Kama upepo unasikia. Kama mvua
tunaomba inakuja. Na je, hiyo kitu iko kwa tumbo inasikia? Alafu akasema tuache uchoyo, tuache kuwa wasiki. Tuko wasiki sana kwa nyumba ya Mungu, sio kwetu. Wakati mtoto anaenda kutembelea shosho, juu unajua tena kwa shosho atapata baraka ama guga. Unampatia 100, unampatia 200, mwingine anapatia hata 1000, mwingine anaweza kuwa hata pesa mingi. Enda kwa shosho na kukaa na uwapelekee. Lakini ikifika kanisani, ni sisi tumefundisha watoto Mungu ni wako, Mungu ni wako bora, Mungu ni wabao. Mungu akienda sana ni wa 50 bob. Kwani kijani tunadhamini shosho na kukaa kuliko vile tunamdhamini nani? Mungu. Na kama mtoto anatoa hiyo bao, na wewe unatoa gani? Na ukienda kukua mama yako na baba yako, unaendaga na nini? Sababu uendaki mkono mtupu. Mkono mtupu haulavi. Bwana asifiwe. Tukakuwa ni wakati tuamke. Na wamama woi, tuache excuses. Ati hatutaenda conference ama hatutaenda maombi, hatutaenda kesha juu tuko na watoto. Kulikuwa na mama alikuwa na mtoto wa miezi ngapi? Na alikuwa ametoka wapi? Turkana. Turkana walikuwa wamekuja na ile basi. Zilikuwa tatu. Kubwa ile watu 60 something. Una imagine watu kutoka Turkana ni pesa ngapi? Lakini sisi tuko hapa tunaona ugumu wa kuenda conference. Hata saa zile iko huku Nairobi, mara mingi iko Nairobi. Na ajue kumbuka huyo kutachukio baraka itanya kuli wa kwake yuwepo kwa huyo wa bari. Tukisema tu ni Turkana, ukifikiria huko ati wako nyuma, unaenda unapata ako mbele kukushida. Bwana asifiwe. Hiyo nilishika na nikakamata. Na tukaambiwa usikae hapo. Amka kazi. Martin Luther akasema kama hauta fly kimbia. Kama hautakimbia tembea. Kama hautaweza kutembea taba. Kama hautaweza kutaba crawl na tubu. Lakini usikae pale. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Wapieni makofi Bwana asifiwe. Ni tuna mengi sana na wamesema mengi, lakini kuna mengi sana ya wamama. Bwana asifiwe. Kuna ingine hatuwezi sema hapa. Nafikiri tutatengeneza semina na kiongozi wetu Mama Jesi ndio tuambie wamama. Ni kweli ni mengi. Lakini ningeomba kiongozi kama kuna mkutano roho nafikiri sasa hivi kaenda Dubai, tuanze kusaka mapema. Si kweli? Tufukue ni ya pesa, tuanze kuweka polepole. Kwa hivyo mimi hiyo mmeambiwa ni ya kweli, na kama hiyo hakuko hatuwa tunafikiria kuwa iko na akili. Ni kweli hata kwa mkilani, kwa nini inalia ikitega na kwa nini inalia ikimaliza? Inalia sana, ikianza kutega. Na tena ikimaliza kutega inalia. Hata ndio inataka kuangalia hiyo ni nini hiyo imetoa. Bwana nikashika kweli kuku iko na haki. Na haki, Bwana asifiwe sana. Na sisi ndio tunaangalia ile mambo tunafanya. Na tuliambia kuku, watoto wote ni wa kuku. Si ni kweli? Hata tunaweka kuku, inatega, alafu tunaenda tunanunua kwa Kikuyu tuko tuingia tuweke ile mama. Bwana asifiwe sana. Ni kama haiangalii mtoto mwingine ni si wake. Na sisi katika nyumba ya Mungu tunaambia tulete watoto wote katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusiwe kuangalia ile ni wa huko, ile ni wa huko. Kwa hivyo mimi kwangu nimefurahia wale tumeenda na wao, wapigeni makofi ni safari yetu. Lakini tunasimamia kanisa yetu. Kuna wale walituchangia, Mungu awabariki sana. Kama ni uwezo wetu tu pekee yetu hatukiweza. Mungu awabariki. Kuna mengi sana lakini masaa haituruhusu. Lakini tutatekeleza semina mama. Amen. Bwana asifiwe. Tunataka kuhubiri mbele yetu. Tunaweza kumalizia tunarudi. Bwana asifiwe. Na mimi kwa kile nilishika moyo wa Mungu na mwanamke ungesema kwa kutetea mwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiumbe ambacho Mungu alimuumba ama kiumbe hiki
alitoa kwa ubavu wa mwanamume wakati Adamu alikuwa amelala. Mungu akaangalia akaona hii kiumbe nimeumba ni cha ajabu sana. Unacheza na Mungu amekuwa na conversation na shetani. Bwana asifiwe. Hapa amekuwa na lunch na shetani. Bwana asifiwe. Hapa kujui mwanamke ashakuwa alikuwa walikuwa lunch hapo na shetani. Bwana asifiwe. Wakati alipoambiwa juu ya matunda, si ni conversation ilikuwa hapo. Na si ilikuwa hapo lunch. Watu have lunch Bwana asifiwe. Ni hapo lunch na shetani. Mungu anaangalia akaona kumbe kiumbe nimeumba ni cha ajabu hivi. Cha ujazi aliyeumba na shetani. Bwana asifiwe. Hiki tu ndicho nitatumia uzao hiki kiumbe nimeumba ndicho nitatumia kuleta ule uhusiano ulimwenguni na watu wangu. Bwana asifiwe. Na ukiangalia kwa Biblia zile dini Mungu amefanya na mwanamke hakuna imefeli. Bwana asifiwe. Hakuna imefeli kwa mwanamke. Iwe mbaya iwe nzuri. Hakuna imefeli. Bwana asifiwe. Kuanzia kwa Adam na Eve, kuanzia hapo akajua hii kiumbe ndio kitaleta uhusiano uzao wa hii kiumbe. Kwani Yesu akizaliwa alitumia mwanamke. Na Mungu ana uwezo angetukia hata kuumba mwanamume. Hapo na uwezo angelileta Yesu kupitia mwanamume. Bwana asifiwe. Lakini aliona hapana. Hii itawezekana. Ama hii ndio itaingiana. Popote kwa Biblia ukisoma Mungu alitaka kutimiza mapenzi yake duniani. Alitumia kiumbe. Hata kwa vita. Bwana asifiwe. Akaleta Yesu. Bwana asifiwe. Siangetuisha uhusiano kupitia mwanamke. Bwana asifiwe. Nani mwingine? Akazaa Samuel. Mungu akijua Samuel ndiye ataenda kwa anoint King David siku moja. Bwana asifiwe. Akatumia mwanamke. Tudoge hapo sasa twende. Samson wakati wa vita, ingia za vita. Ndio mwanamke ana ni jeshi. Bwana asifiwe. Angalia kwa Biblia, majeshi ama wanaume wale walikuwa na shida, mtu sugu amewasumbua kwa miaka yote. Nitapokuwa tu David. Ndiye alitumika na Mungu kumaliza Goliath. Baadaye pengine ukiangalia wanawake ndio walikuwa wanatumia. Twende Samson. Alisumbua watu aje. Mwisho alitumiwa nani? Mwanamke. Watakoma. Si Bwana asifiwe. Kuna huyu mwanamke kitafuta huyu mwanamke alisumbua watu na huyu mwanamke wanake alikuwa vitani huko. Bwana asifiwe. Na huyu mwanamke akafika kwa nyumba akapata mwanamke. Akamwambia, akamkaribisha, akamwambia mpatie maji ya kunywa. Akamwambia hata si maji, wacha nikuonyeshe nitakuuliza vizuri. Bwana asifiwe. Mwanamke ni wise. Bwana asifiwe. Ni wise. Bwana asifiwe. Hata si maji na kupatia keti yako. Tuliamua mwanamke kama alikuwa mgani. Alichukua musi. Alikuwa musi. Hata sikakupea maji na kupea maji mzito. Akachukua dunia akatingisha. Maziwa. Ampea glasi. Achapa. Akamwambia kuja. Akamwekea kamates hapo. Sini kamates ni mkeka. Siku aliwa mgeni wakati huo. Mwanamke kulamisha nyako naye hapa. Mwanaume hajui. Akatandikiwa, akamwambia kumzika hapa. Mwanaume akaona kusikiza. Mama alienda kuchukua nyumba ya mzee na mbao Kigogo. Alikuja mpaka nikajiuliza, kwani mwanaume alikuwa usikiza ila kisha. Akachukua kijiti na nyumba ya mzee akamwekelea hapa. Na akachukua nyundo. Kwisha. One touch. Akakurudia one touch. Wanaume kwisha. Akaita kikundi kilikuwa na wazee waanza. Kujeni, nishamalizana. Nifuateni. Walimfuata akaenda kaonyesha mfu. Ashamalizana. Si mwanamke wameshindwa na mwanamke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwanamke wa ajabu. Na roho ya Mungu na mama nilisema kutetea mwana. Bwana niachie haje. Mama wakati ule mtoto wao ameguswa. Hata saa zingine labda anatandikwa na baba yake,
lakini unasema kuna kitu nasikia kwa sababu ijapokuwa ni mabaki ya udogo. Si mama kuna sema sio unasikia ijapokuwa ni mabaki. Mungu na baba ndiye anajua uchungu wa Bwana. Si alitoa mwana pekee? Sio uchungu. Bwana sifiwe. Anajua uchungu wa Bwana. Wacha sasa. Wacha na babake. Wacha aguswe kwa plot. Mambo unachemuka. Ama shule. Tunasema baba ni mkuu. Mungu wa shule. Hata wapi babani. Na ndio Mungu naye anachemukana mpaka atuwekea maandiko. Akasema mtu ambaye amegusa mwanae ni kama kugusa korona ya jicho lake. Hiyo ni kuchemuka. Ni kuchemuka. Kwa hivyo uchungu wa baba na Mungu roho yao imesema. Ubarikiwe sana. Sababu ninaona kwamba tuna meza ya Bwana na tuna matoleo tuko nayo hapa siku ya leo. Wamama mbarikiwe. Wale watu wanaosema ni wa mbele watajikuta ndio wa nyuma. Turkana wameshika Mungu sana kuliko, na wao kile wako nacho tu ni mbuzi na ng'ombe. Wakatuna mbuzi na ng'ombe. Hapa Rosi kuna kitu kingine wako nazo. Na hizo alafu uende upande wa Masaini. Tulifundishwa na Askofu Patei akatuambia Wamasai si ule wakati tulikuwa tunasema hawana vitu. Nikasema hapa na kwamba utakuta kwamba Masai ng'ombe moja ile ndume. Wakati mwingine na waliko hapa siku ya leo, Danieli alikuja kwangu na hema. Askofu Yopeni kauliza kwani nini imefanyika? Dume yangu, dume ameenda ikakuza ni pesa ngapi? Zaidi ya 50,000. Tukaomba akapata. Kuna ndume tulikuwa tunaambiwa 1,100, 1,200 zinaenda namna hiyo. Ukienda Masaini zile kabisa saa hizi zinajengwa, unakuta mtu anatoa ndume 2, hizo 1,000 ngapi? Right? 1,200 anatoa yende ikajenge. Mwingine anatoa 10 yende ikajenge. Sasa watu Turkana tunasema kwamba wamama wako nyuma. Hizo mbuzi ndio wanauza, wanakuja katika mkutano. Sisi tukisema tuko mbele, tutajikuta tuko nyuma. Kineno la Mungu inaweza kuwa tumeendelea kibiashara, lakini tujikute katika hali ya kiroho. By the way, next year kuna uchaguzi wa mama. Kwa hivyo muangalie. Nataka tuende tu kidogo katika neno la Mungu. Sijui kama kulikuwa na mtu mwingine alikuwa na ushuhuda. Nataka tuende tu moja kwa moja katika neno la Mungu. Fungue katika Biblia zetu katika kitabu cha Deuteronomy. Nitazungumzia kidogo juu ya neno hili. Nimekuwa nikisoma Biblia na nikakutana na neno hili katika Deuteronomy 32. Tunazungumzia juu ya neno la Mungu, na nikaanza kutafakari juu ya neno la Mungu. Na wakati nimekuwa nikitafakari juu ya neno la Mungu, kuna kitu kimoja kimenijia. Kwa nini Wakristo wengi hawajaweza kukomaa katika neno la Mungu? Kwa nini Wakristo wengi
hajaweza, yani ile hali ya kukua katika wokovu. Katika jibu lile nilipata ndani yangu ya kwamba baadhi ya wengi hawalisomi neno. Wengi wetu hatusomi neno, wengi wetu hatutafakari juu ya neno, hatutafakari hata tukifundishwa na tuhubiriwe. Wengi tu anasema pasta alihubiri, huyo mnenaji alihubiri vizuri sana, lakini unakuta kwamba lile neno lenyewe, kama unataka kumwona Mungu katika maisha yako, lazima hilo neno litoke hapa, liingie katika moyo wako, liingie, na hapo ndipo muujiza unatendeka. Hapo ndipo mambo inaanza kutendeka ndani yako. Wacha neno la Mungu linapoingia katika mawazo yetu, tunalisikia kutoka kwa masikio yetu, tumwambie Mungu atufungue masikio ya kiroho, ndio neno liingie, alafu sio tu kwa hapa, liingie katika mioyo yetu. Ndio wakati tunapoamini, tunaamini kulingana na vile neno limetuambia. Hebu tushukuru kidogo. Baba, namshukuru sababu ya neno hili. Ninapolitoa Bwana, naomba likaweze kuwa ni baraka kwetu. Naomba kwamba likaweze kutubariki. Naomba kwamba likaweze kusaidia mtu siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Ujumbe ninaozungumzia tu, sababu ni mkubwa sana, ni jinsi ya kumjua Mungu kupitia kwa neno lake. Kitabu hiki cha Kumbukumbu kiliandikwa na Musa, Deuteronomy. Ilikuwa ni kama wimbo alikuwa naimba. Nasema hivi: sikilizeni enyi mbingu, nami nitanena, na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Hivi nasema hivi: mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, maneno yangu yatatonatona kama umande, kama manyunyu ya majani mabichi, kama matone ya mvua ya mimea. Maana nitatangaza jina la Bwana, mpeni Bwana, mpeni ukuu Mungu wetu. Sasa kusoma maneno mengi, na nilipokuwa nikiangalia katika hili neno, na nikaangalia mambo mengi katika Biblia, mara nyingi hatujaweza kujua nguvu za neno la Mungu. Mara nyingi wakati tunapohubiriwa na kufundishwa, tunachukulia tu juu, lakini hatuachilii lile neno likaweza kukolea katika mioyo yetu. Musa anasema ya kwamba, na huu ni ujumbe anao tuzungumzia, Mungu, enyi mbingu nami nitanena, O ye heaven, I will speak, and the earth will hear. Na dunia itasikia, ama nchi itasikia maneno ya kinywa changu. Je, sijui kama umewahi kujua ya kwamba dunia tunayekaa ndani yake inasikia neno la Mungu? Are you aware ya kwamba hii dunia inasikia neno la Mungu? Tunaposoma neno inatuambia kwamba jana, yani vile jana ilishinda, inafikisia siku ya leo vile ilishinda. Hili neno Biblia inatuambia kwamba mafundisho yangu yatadondoka kama mvua.
Wengi wale tumekuwa katika nchi hii na tumeona mvua ikinyesha, na hata wale hawajui Mungu sana, utasikia mama akisema kabla akakoira na hivyo inanyesha kidogo kidogo, hiyo ndio inaingia chini sana, na hiyo ndio inaleta magumu. Ni kweli Titus? Hapa neno la Mungu latuambia hivi, wacha mafundisho, wacha neno la Mungu. Wakati unapolisoma, wakati unapolisikia, liwe ni kama hiyo mvua inapoingia katika ardhi pole 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 pole. Sisi kwa Kinarusi hiyo mvua inaonyesha pole pole namna hiyo yatondoka kama mvua. Kwa Kiwenu mnaisema inaitwaje? Kwa Kikamba hiyo inanyesha ila mvua nzeke. Kwa Kikuyu aha, kwa Kikuyu kuna neno, kwa Kikamba umesema ni mwenyewe na hiyo amesema ni sawa. Lakini hii inasema, hii mafundisho inasema hivi, mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, yaani kama vile mvua inavyonyesha. Tunapotoka hapo Biblia inasema hivi, maneno yangu yatatonatona kama umande. Wengi wale tunajua vile umande ulivyo. Umande unakuja asubuhi, kila mahali unakuta ni maji maji. Hili neno la Mungu liwe kama mvua kwetu, liingie katika mioyo yetu, liingie katika, yaani wewe na neno unakuwa ni kitu kimoja. Ndio neno wakati linaponenwa, yaani unalisikia linaingia katika moyo wako. Linapoingia katika moyo wako, ndipo neno linaanza kubadilisha maisha yako. Ndipo neno linaanza kubadilisha hali ya utu wako. Na ndio Paulo anasema kwamba utu wa mwili wetu lazima ukaweze ondoka. Yaani utu wetu uondoke. Huu ni utu wa kuchakaa. Lakini ule mtu wa ndani akaweze kupata nguvu. Neno liko ili likaweze kubadilisha hali yetu, likaweze kubadilisha vile tunavyoongea, likaweze kubadilisha vile tunavyotenda mambo, likaweze kubadilisha hali ya tabia zetu. Na ndio unakuta ya kwamba watu wameokoka na tumemaliza miaka 20 kanisani, na mambo kama inaweza kuwa mabaya sana, tunakimbia kwa kamti. Why? Sababu hili neno halijakuwa part and parcel katika maisha yako. Haujaweza kulikubalia likaweza kukubadilisha katika utu wako wa ndani. Bwana asifiwe. Na ndio sasa hapa mafundisho, Biblia inasema hili neno likadondoka kama mvua na maneno yatonatona kama umande. Hiyo umande wa asubuhi, yaani iwe iingie ndani yako. Alafu anasema ya kwamba kama manyunyu, sasa ile kulikuwa nazungumzia ni manyunyu, kama manyunyu juu ya majani mabichi. This is the word of God. Do you want a miracle? Unahitaji Bwana akakutendee muujiza? Unahitaji Bwana akaonekane katika maisha yako? Apply the word of God at it is. Bwana asifiwe sana. Wacha hili neno la Mungu likaweze kuwa wewe na neno ni kitu kimoja. Yesu akazungumza
akazungumza akasema ya kwamba nimepapa nguvu na mamlaka. I have given you power and authority. Nilikuwa ninafikiria, unajua wakati mmoja katika mikutano, sababu nimekuwa mtu isipokuwa na wakati siendi sana, nikaenda mkutano mahali tano. Wakati nilipoenda tukazungumziwa juu ya neno, na siku hiyo nikatoka nyumbani nikakuta ndugu zangu ni mgonjwa, nikaitabiria kupitia kaneno, nikaiambia kuku hautakufa bali utapona katika jina la Yesu. Sikununua dawa na kaiacha, asubuhi yake ikawa imepona. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine pia nilitoka katika Nairobi mikutano, nikapitia kwa mama mmoja alikuwa mgonjwa asas kabisa. Nikasikia tu nipitia hapo, alikuwa marafiki wetu. Wakati nilipopita pale, nikasikia mtu analia kwa kitanda. Akaniambia sijui kama nitaweza kufungua. Na mume ameenda, walikuwa marafiki. Na katika ile heka kama vile tumeambiwa, akatambaa akafungua mlango akaketi katika kitanda. Akaniambia ni ulcers. Na nimetoka katika conference kama hizi ya watu wametoka. Nimetoka katika mkutano. Hallelujah. Nikamwambia katika jina la Yesu, ulcers ziondoke. I rebuked ulcers, zikaondoka na akapona na akanipigia chai. Bwana asifiwe sana. Let us be sincere how we receive the word of God. Vile sisi tunapolipokea neno la Mungu, yaani tulipokee mioyo yetu ikiwa wazi kulipokea lile neno. Wacha hili neno la Mungu liwe ni kama hayo manyunyu yanaoshuka katika mimea mibichi. Haleluya. Hii ni kusema ya kwamba mioyo yetu, katika mioyo yetu lazima mioyo yetu iwe laini kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Neno haliwezi likaingia katika mioyo iliyo migumu. Neno haliwezi likaingia katika mawazo inaowaza mambo mengine. Neno la Mungu linaingia, linatonatona katika moyo ulio wazi kwa Mungu. Haleluya. Hilo neno wakati linapozungumzwa kwako, yaani linakuwa kama hayo manyunyu. Hayo manyunyu yanapoingia katika mimea mibichi, sio mimea iliyokauka, sio mioyo iliyokauka. Hiyo mioyo iliyo wazi na imengojea Mungu, mioyo nyororo kama nyama. Hapo ndipo neno la Mungu linapata nafasi katika mioyo yetu. Wakati pokuwa nikizungumzia, nikisoma neno hili, nikasikia ndani yangu Roho wa Mungu akiniambia, hii ni kwa sababu watu wengi wanataka kufanywa mambo, lakini hili neno hawajaweza kulipa nafasi katika mioyo yao, katika maisha yao. They need a miracle, lakini hawapokei kwa sababu hajaweza kuliamini lile neno. Hawajaweza kuwa part and parcel ya hilo neno la Mungu. Mimi kama mhuduma ninajua ya kwamba kuna miujiza mingi sana Mungu ametenda. Nimeombea watu wakiwa hana watoto wanapata watoto. Nimeombea watu wa aina mbalimbali na nimeona Mungu akifanya mambo. Bwana asifiwe sana. Hili neno Biblia inasema ya kwamba
kupokelewa ndio katika mawazo yetu, lisikae tu pale. Si elimu neno, neno ni Mungu mwenyewe. Hallelujah. It is the Lord himself speaking to your inner mind. Ni Mungu anayekuzungumzia kupitia katika mawazo yako, na ile neno linaingia katika moyo wako. Hawezi kugawanya neno na Mungu, because Mungu anatuzungumzia kupitia katika neno lake, na yeye ndiye anayesema ya kwamba anatazama neno lake likienda kutimiza ile aliyelituma. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi nimeombea watu wa mtu ananiambia, niko hapa, niko hospitali na mimi sisikii vizuri, na kuambia wako tunaweza omba. Ndio, tunaweza omba. Basi mimi ninakuombea kupitia kwa simu. Nasema kwamba Mungu nasema ulituma neno. Mungu naachilia ile neno likamfikia hospitalini, likaweze kumponya mahali alipo hospitalini, na hilo neno linaenda linamponya. Bwana asifiwe sana. Lazima ukaweze kuliamini hilo neno. Lazima ukaweze kuwa wewe na neno ni kitu kimoja. Bwana asifiwe sana. Kama unataka kumwona Mungu katika maisha yako, kama unataka kuona mabadiliko katika maisha yako, hili neno Biblia inatuambia kwamba likatonatone kama umande katika moyo wako. Kama vile mvua inanyesha, hiyo mvua inanyesha katika majani mabichi, moyo wako lazima uwe mororo kama nyama, ili neno likapate nafasi katika moyo wako. Wengi tunahubiriwa mioyo yetu ikiwa migumu, na Biblia inatuambia kwamba hiyo mioyo migumu kama mawe haipokei neno na haibadilishwi na haibadiliki, inakaa hivyo tu. Biblia inatuambia kwamba kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Bwana asifiwe sana. Hii inazungumziwa, wengi wetu hapa tumewahi kuwa wakulima. Wengi hapa tumepanda hata sukuma. Wakati tulipokuwa tunajifundisha deliverance, tuliambiwa kwamba kama unajua vizuri katika maisha yako, when you want to know whether umebarikiwa, nenda upande vitu. Iwe ni mahindi, wenda upande vizuri, wacha kama ni inyeshewe, uone vile itakuwa, uone vile itazaa. Hapo ndipo unaweza kujifundisha how far and how deep you have been walking with God. Bwana asifiwe. Halo, najua hii ni ngumu sana kweli, lakini nimejaribu kuacha na kuleta ingine nikashinda. Hapo ndipo utaweza kujua, yaani mimi na Mungu tumefikishana wapi. Lazima hili neno liwe kama mvua katika maisha yako. Lazima ujue kwamba wakati neno linazungumzwa ni Mungu anayekuzungumzia. Hello church. It is God himself speaking to you. Ni vile hakutoka mbinguni akuzungumzie, lakini saa hii ni Mungu anayezungumza nasi. Halo, tuko pamoja? Tuko pamoja kanisa? Ni Mungu anatuzungumzia kupitia katika hili neno, na anatuambia vile tumekaa katika nyumba yake tubadilishe. Mioyo migumu tuondoe. Haleluya. Mioyo yetu ile nyororo kama nyama, yaani kama vile ardhi inapopokea mvua. Haleluya. Mama Jeni, wakati unapoenda pale shambani kumenyesha, unaona vile ardhi iliyokuwa kavu, yaani mvua imenyesha, unakuta ilikuwa ni ngumu, lakini sasa unaingiza kidole na unasikia kabisa kinaingia, sababu ile ardhi imepokea
maji ya mvua. Hivyo ndivyo tunahitajika sisi kama kanisa tukaweze kulipokea neno la Mungu. Bwana asifiwe. Unapolipokea neno kulingana na njia ile, hilo neno litaweza kubadilisha maisha yako. Hilo neno litaweza kukufanya ukakue katika neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Halo. Mara nyingi nimezungumza na watu na hata mtu ananipigia simu ananiambia, mimi pasta niko na hivi na hivi na hivi na sasa sijui nitafanya namna gani. I just spoke the word. I normally spoke the word. Hallelujah. Na namwambia, sikiza, Biblia inasema hivi na hivi. That is the word of God. Je, unaamini hilo neno? Ndio. Neno linaambia kwamba kuna uponyaji? Ndio. Basi neno linasema kwamba mimi Mungu akuponyaye magonjwa yote? Ndio. Basi Mungu aponyaye magonjwa yote na akuponye kwa jina la Yesu. You speak the word. Hello. Wakati tuko pamoja. Bwana asifiwe. Vile unavyolizungumza unaliamini. Yaani ni Mungu anayezungumza na moyo wako. When you come to church, allow God to speak with your life, with your heart, through His word. Bwana asifiwe sana. Ile hali ya moyo mgumu kama mawe ondoa. Na Biblia inatuambia kwamba siku hizo itafika, wale wote wenye mioyo migumu nitaifanya kuwa nyororo kama nyama. Hallelujah. It is the time mioyo yetu ikawe nyororo kama nyama, ndio neno la Mungu likapate nafasi ndani yetu, likabadilishe hali yetu, likabadilishe maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Are you aware hili neno linatajirisha? Sio kuponya tu. Neno linafanya mtu awe tajiri. Ajesi. Anatibu. Linatajirisha. Sababu dini inavyosema, lipokee neno la Mungu vile lilivyo. Hata mahali ya maswali mengi, wacha Mungu lile neno anapokuzungumzia usikie ni Mungu anayemzungumzia. Bwana asifiwe sana. Na unapoachilia utaanza kuona lile neno likitenda miujiza katika maisha yako. Kiingereza inasema hivi. The doctrine or the true doctrine of the rain, it shall come drop by drop, beginning slowly and increasing more and more until the whole revelation is completed. Bwana sasa. Pole pole mpaka unasikia hilo neno limekolea ndani yako na umekuwa, yani wewe na neno ni kitu kimoja. Bwana sasa. Hao wale wa Kristo baada ya muda unakuta kwamba aliokoka lakini amekuwa katika neno, sababu alishika lile neno vile lilivyo. Katika Kiingereza inasema it shall descend gently, silently, majestically upon the heart and ear, moistening and bringing refreshment. Inaingia pole pole, gently, kwa kidogo, kwa ile hali ya unyamavu, katika njia isiyoeleweka, linaingia katika moyo, linaingia katika masikio yako, mpaka unasikia lile neno kabisa limeingia ndani yako. Bwana sasa. Mchana wa siku ya leo, ni ombi langu ya kwamba
kwamba sisi kama kanisa, na mimi nawaombea ya kwamba hii kanisa mnaona ya kwamba bado haijamalizika. Mungu mara nyingi ameniambia kwamba fundisha hao watu, teach them my word. Wale watu watakaokuja hapa, unajua kuna watu wanakuja hapa saa 5 watakuwa akiingia ibada ya pili sababu hakuna viti. These are the people God wants you to use you. Ule wakati Bwana sasa, jana ataukuta wewe ujui neno, ataukuta kwamba wewe unakaa tu na hiyo. Wakati umetuajia kama kanisa tubadilike, neno la Mungu likaweze kuingia katika mioyo yetu, likaweze kuingia katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Na wakati unaposikia Biblia ikizungumziwa, Bwana sasa, unapoendelea pale chini, haya maneno yote yalikuwa yanazungumziwa wana wa Israeli na Musa vile alivyosikia kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo alikuwa anawazungumzia ili wakaweze kubadilisha hali yao, wakaweze kubadilisha vile wanavyomchukua Mungu. Yale maneno Mungu anaomzungumzia Musa yakija na kuwaambia wakaweze kuyachukua na wakaweze kutenda sawasawa na vile wanaambiwa. How do you take the word of God? Bwana asifiwe sana. Mimi wakati nilipookoka nilikuwa nasumbua mchungaji wangu sana. Sijui wakati mmoja pengine nitamlete hapa, yeye ni askofu. Sababu neno nilikuwa ninachambua Biblia. Hii Biblia nimeisoma kuanzia mwanzo mpaka mara 3, nimeimaliza na kurudia 3 times. Nikipata neno naenda kwa mchungaji namuuliza, na sasa ilikuwa inasema nini? Nilikuwa namsumbua mchungaji. Hili neno linasema nini? Nilikuwa nazungumzia nani? Nauliza mchungaji, kwa nini Mungu? Kwani Mungu alikuwa mbaya namna gani? Sasa anataka kumuua Musa. Sababu Musa kuna mambo bado atatenda. Hajaweza kutairisha watoto. Na hapa Biblia inasema Mungu akataka kumuua Musa. Kwani Mungu alikuwa mbaya namna gani? Mtu aliyemuita tena muue. Musa was saved by the wife. Akatairishwa na watoto, akatairishwa na mke wake. Bwana asifiwe sana. Ni lazima hili neno ikaweze kuingia katika mioyo yetu. Lazima tuombe Mungu akatupe ufunuo. Sema ufunuo. Mwambie Mungu kuanzia siku ya leo, nipe ufunuo wa neno lako. Ninapolisoma ukanipe ufunuo kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Nipe kuelewa kwa neno lako wakati ninapolisikia, wakati ninapolipokea, nipe kuelewa. Ewe Mungu, naomba ukaondoe moyo mgumu wa kutosoma Biblia, wa kutoelewa na neno lako, la kutofahamu neno lako. Fanya moyo wangu kuwa bororo kama nyama. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Lazima tukaweze kubadilika. Ili neno likaweze kutubadilisha, likaweze kutufanya kama vile Mungu anavyotaka. Wakati mvua inanyesha, hiyo tunaambiwa hiyo mvua kidogo ya manyunyu ni kama vile mama anaamka asubuhi na wakati mwingine kuna kile kifagio cha kufagia kule nje, lakini kuna kafagio kengine unakuta kwamba kanafagia vizuri, kanaondoa uchafu wote. Hallelujah. It will be like that sweeping stick. Hiyo inaondoa uchafu wote katika moyo. Neno unaliachilia likaondoe dhambi, likaondoa uchafu wote, contamination ya kila chochote kile kilicho katika moyo wako. Bwana asifiwe sana. Unapofanya
ukifanya hivyo, yaani unakuta ya kwamba you become one with the word of God. Bwana asifiwe sana. Unakuwa kitu kimoja na hilo neno la Mungu. Ukiangalia hiyo mvua vile inavyonyesha, yaani kuna hiyo mvua inanyesha pole pole, sio ile ya mafuriko, inanyesha matone inaingia. Unakuta kwamba kiamka asubuhi unaangalia chakula, unaona kwamba ni kweli kuna matope, ni kweli chakula unaiangalia unaona ni nzuri sana, unaona kwamba hiyo ardhi imepokea mvua. Ndivyo mioyo yetu inahitaji kulipokea neno la Mungu. Maana sasa na tunapolipokea namna hiyo, yaani tunabadilika. Haleluya. Tunabadilika, the way we think, the way we speak, the way we do our things, it changes. Mara nyingi nalienda katika mahali, hata wakati mwingine katika maofisi, naenda tu na mtu mmoja, wakati mwingine ananiuliza habari nzuri, wewe umeokoka? Akauliza, kwani unajua namna tuko katika klini moja, tunaenda kwa ofisi, unaonekana kama umeokoka. Sijazungumza na yeye na alijui. Bwana asifiwe sana. Yes, sio nimeokoka. Bwana asifiwe sana. Kama umeokoka ya mzuri. Naenda kwa ofisi, naenda ofisi fulani. Kumbe hapo ndio kwa naenda. Aliambia nilikuwa nataka kusaidiwa na mimi. Yule aliyeniuliza kama mimi kama nimeokoka. Namwambia nataka hivi na hivi na hivi. Naambia kaa hapa. Ninaletewa kiti na kaa, aliambia wacha niangalie faili zako. Na pia ninaletewa chai hapa. Pigia huyu Mungu makofi. Haleluya. Yaani mtu anakuangalia anajua wewe umeokoka kabla hujasimama, kabla hujaongea, kabla hujamwambia kwamba sababu wewe na Mungu umekuwa kitu kimoja. Until when tutakaa mioyo yetu ikiwa migumu, sababu mioyo migumu haipokee neno la Mungu hiyo inapopasa. Amen. Tukiondoa ngumu wote wa mioyo na tuondoe kutoamini Mungu, mambo mengi yatatuishia. Bwana asifiwe sana. Biblia inatuambia vizuri, as the showers it shall be like ile hali ya kuendelea vile mvua inaponyesha, continuing of rain which is necessary for the planting and harvest of the crops. Hiyo mvua kidogo inanyesha. Zamani zile mwezi wa 7 mvua ilikuwa ikinyesha kidogo, ikifikia mwezi huu wa 8, yaani manyunyu hayo ni mengi. Wale tulikuwa tunaenda kuangalia kondoo na nini, tunaenda pale. Hiyo mvua tulikuwa wamama anasema hiyo itafanya mahindi iweke vizuri, hiyo itafanya maharagwe iweke vizuri. Hii si ya kuharibu chakula, sababu ni mvua inaonyesha pole pole. Are we going to allow the word of God deep in our hearts? Katika kitabu cha Proverbs 4:2 inasema learning doctrine, yani ile hali ya kusoma yale mafundisho, kwa kuwa na wapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Ndivyo hapa Biblia inatuambia Mungu anatupa mafundisho mazuri ili tusije kuacha sheria yake. Katika Psalms 119:105, the word of God, neno la Mungu ni kama taa ya miguu yangu. Na ni kama taa
ni taa ya miguu yangu. Hapa ndiko Biblia inatuambia pia inakuwa ni mwanga wa njia yangu. Yaani ili neno nilikwambia wakati hapa nimeona mambo Mungu tu akitenda. Vile hii neno limesema, nimeona tu tukienda katika giza Mungu anatengeneza nuru na tunakanyaga katika nuru. I have seen God protecting me from animals, kutoka kwa chui. Chui anakuwa ni wa kunilinda nikienda Injili. You become part and parcel of the word of God. Ili neno naliachilia nikae ndani yako. Unapolizungumza unakuwa linatenda kulingana vile inavyozungumza. Bwana sasa. Kanisa la ndani, tuache mchezo wa neno la Mungu. Usije tu kwa kanisa ili uonekane na mchungaji. By the way, si mimi niliyekuokoa, ni Yesu aliyekuokoa. Na huyo Yesu ndiye anataka ukakue katika neno lake. Ndiye anataka ukaendelee katika neno lake. Ndiye anataka ya kwamba utu wako wa ndani, ule wa ndani akakue. Na jambo unakuta ya kwamba wale watu wanakuwa katika neno la Mungu. When we were youth, nikifanya kazi hapo, kulikuwa na huyu kijana na alikuwa ameoa. Siku zile watu walikuwa wanaajiriwa kazi, wakati mwingine unaletwa na baba yako. Kwa hivyo baba yake akaenda ritaya akaajiriwa kazi. Alikuwa anaitwa Monyao. Monyao akikae Bakasi, akiona wasichana anameza mate, pesa na akona mke nyumbani. Neno la Mungu linapokaa ndani yangu linaondoa tamaa, the lust of the flesh inaondoa ndani yetu. Amen. Huyu tunapanga laini siku zile. Wamama wengine na wasichana wanapanga laini. Nyumbani anangojewa, pesa yote inaisha mpaka akafutwa kazi. Because of lust of the flesh. Hakuna pesa inaweza kusimama katika mfuko. May the Lord help us. Anasikia kama inamuuma. Mimi hata naambia kama mimi naweza kushinda na niende nyumbani, pesa nikiwa nayo ni yangu sababu nimeokoka. Rose my money in the saved. Imeokoka kama vile nimeokoka. Haiwezi kutumika katika njia nyingine yoyote isiyokuwa ya Mungu. Hallelujah. Chochote kile uko nacho unakuta kwamba haiwezi kimeokoka. Sababu ni ya mtu wa Mungu. Sababu neno limerificha katika moyo wako ili usimtende Mungu dhambi. Sio mchungaji, sio askofu, sio mwenzako, sio mume wako. No, usimtende Mungu dhambi. When you sin against God, not against the pastor. Hello. Jamaa kafutwa kazi. Sisi tulionewa huruma na Mungu tukaajiliwa. Kaambiwa kijana anataka kazi, ndio akaajiliwa. Yule mzee akaniangalia kwa naitwa Wilson. Na mimi nakuangalianga hivi. Naitwa fulani. Nakamwambia unaendaka kanisa? Akamwambia sio kwenda, mimi nimeokoka. Halo, mimi nimeokoka. Si kwa nani tena nimeokoka. Nampenda Yesu. Airport kulikuwa na kazi zile za shift. Si kwenda shift. Niambia wakubwa wangu, amwambia mimi nimeokoka. Mimi ni mwalimu wa Sunday school. By the time nilikuwa mwalimu wa Sunday school, mimi nafundisha kanisani. Hallelujah. All the time I worked in the airport, more than 15 years, si kwenda shift. Wengine wanatolewa wanapelekwa. Sasa na Sunday. Baadaye nikawa kuhubiri airport. Bwana sasa. Allow the word of God
ikazame ndani yako, kama hiyo matone ya mvua, kama hiyo mvua kidogo, the showers of rain, yani inaingia katika moyo wako, inabadilisha, inaondoa tamaa, inaondoa kila hali yote. Paulo anasema mpaka tutakapobadilika tufanane na yeye. Haleluya! Mpaka tutakapobadilika tufanane na nani? Huu mwili unayetaka mambo ya dunia, yaani unakuwa you are part and parcel of Christ ndani yako. Wewe unafikiriaje mtu kama Elia kama Elisha, baada ya alizikwa, na baada ya kuzikwa Elisha, wakati mmoja kukiwa na vita, mahali alizikwa mtu mmoja wa Israeli, kijana kagongwa na mkuki, na wale wengine wakamtupa mahali pale katika ile kaburi. Kumbe mifupa yake ilikuwa bado iko juu. Ilipoguza mifupa ya Elisha, haleluya, yule akaamuka, akafufuka. What do you think about it? Ni mifupa imeguza mtu aliyekufa. Rusi, unafikiriaje? Huyo mtu na Mungu alikuwa namna gani? Yaani mifupa ya mtu aliyekufa imeguza mtu na amekufa, anafufuka. What do you think about it? Ni mtu aliyetembea na Mungu, ni mtu aliyejuana na Mungu, ni mtu aliyejua maili ya Mungu. Haleluya! Ni mtu aliyokuwa anazungumza kile Mungu, yaani kile Mungu anataka. This is what should be upon us. Bwana asifiwe. Hii dunia tunakaa siku hizi, neno la Mungu lazima likae ndani yetu, tubadilike kabisa. Sababu hata wale watu wengine wa upande ule wengine wamebadilishwa na shetani au na mambo mengine. Lazima na sisi tubadilishwe kutoka katika ndani ya mioyo yetu na ndani ya maisha yetu. Ni kweli ulimwengu umebadilika, kisayansi imebadilika, lakini hili neno, it will change not. Sisi ndio tunajiachilia kwa Mungu tubadilishwe. Vijana wetu tubadilishwe, wasichana tubadilishwe. Let us the word of God change us. Nitubadilishe tukae kama vile neno la Mungu liko. Wakati mmoja tulienda na mchungaji Jumona mahali kuombea mama. Wakati tulipoingia katika nyumba mahali fulani, na nyumba wakubwa, nyumba kubwa nini. Wakati tulienda kumwombea mama, akawa anaanza kulia kama punda, na akaanza kutembea na magoti kama punda. Hata wao wenyewe wakashindwa kufanya namna gani. Mtu alikuwa ni mtu mzuri, lakini ameanza kutembea kama punda, analia kama punda. We allow the word of God and God to use us. We rebuke that spirit. Mungu anatuambia huyu roho ulitoka mahali fulani, uliingia iko ndani yake namna gani. Kwa njia hii tukamkemea, yule mama akapona. We need the word of God. Hebu tusimame. The spirit of lack of listening of the word of God, katika jina la Yesu, ukaondoke ndani ya watu. Wape kusikia na kusikia neno lako, wape kuelewa na kuelewa kwa neno lako. Mungu, naomba ukaachilie nguvu za Roho wako Mtakatifu. Na vunja roho wote anaingia katika masikio yao. The spirit of lack of understanding, I rebuke in the mighty name of Jesus. Ukaachilie mawazo yao, kaachilie roho zao. I rebuke the spirit of lack of understanding of your word. Katika jina la Yesu, tupe kusikia na kuelewa kwa neno lako. Achilie Roho wako Mtakatifu akaweze kubadilisha watu wako. Tuwe wapokeaji wa neno lako.
na vunja hukumu wa mioyo, roho anayezuia neno lipate nafasi katika mioyo ya watu wako. I rebuke that spirit right now. I rebuke that spirit of stupidity. Kaondoke, tupe kuelewa na kushika neno lako. Hukumu wote wa moyo ukaondoke katika maisha yetu, ili neno lako likapate nafasi, tukaweze kukua katika neno lako. Hali ya utoto wa kiroho Bwana patuondolee, tukakue katika neno lako. Bariki kanisa lako, bariki watu wako, kwa jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen.